Kwa leo kinachofanyika hapa ni kwamba ile halmashauri yenu kile ilichokusanya kwenu, kwenye masoko yenu, kwenye magenge, kwenye nini, kwenye ushuru mbalimbali, kwenye kokoto, sijui kwenye nini, kwenye leseni za biashara, kile kilichokusanywa maana yake leo kinarudi kuja kwenu moja kwa moja. Jipigieni makofi. Kwa hilo mwenyekiti, na kupongeza wewe na baraza na halmashauri unayoiongoza, lakini nawapongeza na watumishi wakiongozwa na mkurugenzi ambaye ni katibu wako, kwamba kwa mara ya kwanza mimi nimewahi kuwa hapa mara nyingi huko nyuma. Shakuwa mbunge hapa wa mbili huko nyuma. Na sasa hivi nimerudi tena, lakini hali kadhalika nimewahi kutumika kwenye mkoa nikiwa mkuu wa wilaya kule Monduli. Kwa najua haya mambo yote tunajadili na kule mkoani na maeneo mengine. Nilikuwa naonekana sasa ile na Daflora hapa nyuma. Tangu kuanzishwa kwa halmashauri ya Meru, tangu kuanzishwa kwake halmashauri haijawahi kutokea ndani ya mwaka mmoja wa fedha. Naomba nieleweke vizuri. Mwaka mmoja wa fedha, one financial year, zikatolewa fedha ambazo zinatokana na mapato yetu ya ndani kwenda kwa watu wa Meru, vijana, kina mama na watu wenye changamoto ya ulemavu. Zikatolewa kwa mwaka mmoja wa fedha shilingi milioni zaidi ya milioni 670. Haijawahi kutokea, hii ni mara ya kwanza. Ndio. So hapo nyuma kama kuna wakati ziliongezeka kidogo, lakini ni kwa sababu kwa miaka fulani mfululizo ilikuwa imesimamishwa. Kwa fedha zikakusanyika za miaka kadhaa mfululizo. Hii ni mara ya kwanza kwa mwaka mmoja wa fedha watu wa Meru zinarudi shilingi milioni 673 na ushe, moja kwa moja kwenda kwenye mifuko ya watu wetu, moja kwa moja kwenda kusimua uchumi wetu, moja kwa moja kwenda kuwezesha watu wetu na kina mama wetu kiuchumi. Mpango wa halmashauri kwa sasa ni kuhakikisha kuwa tunakopa, lakini pia tunafanya biashara, na ikiwezekana tufanye biashara na halmashauri yetu, ili mapato yetu yaweze kuzunguka hapa na wanaokopa waweze kurejesha kwa wakati. Kwa mfano, wale ambao wanakopa ni mama mtilie Flora na afisa maendeleo, hakikisha kwa namna yoyote wao ndio wanapewa tenda ya kutupa chakula. Kama wewe ni mama mtilie na umepata mkopo wa halmashauri, weka mkakati wa kuhakikisha kwamba unaweka vifaa vyako sawa, utaratibu sawa, unajisajili kwenye nesti kwa kuomba tenda ya kusupply chakula halmashauri. Na ikitokea mimi naelekeza mpate tenda, ili kusudi halmashauri kikulipa na wewe uilipe halmashauri. Naonaje hilo? Hapo wengine watasema wataomba wengi kwa utaratibu, alafu tutaangalia aliyepata juu na chini, lakini tuangalie wale wetu ambao tunashirikiana nao hasa kwenye swala hili la mikopo, ili tuweze kuwasaidia warejeshe kwa wakati. Wakisha graduate kurejesha, tuanze na wengine hivyo hivyo, halmashauri iweze kuwasaidia kwa shughuli mnazozifanya pia, ili kusudi tuweze kufikia malengo. Kwa vijana, kwa wale vijana wote ambao ni seremala, kwa vijana ambao ni waendesha bodaboda, kwa vijana ambao ni mafundi wa kujenga matofali, shirikianeni, ombeni mikopo hii. Baada ya hapo, mimi nitashawishi mkiomba kazi za serikali za ujenzi, kama mna mainjinia ambao kidogo wako vizuri, mpate kazi, ili kusudi fedha mtakazozipata kutoka serikalini mlipe mikopo, tupate mzunguko kutoka kwetu na kwenu, kutoka serikalini na kupitia ninyi, halmashauri iweze kununua kwa wadau ambao ni ninyi, na ninyi muweze kuuzia halmashauri, ili kusudi muweze kuzungusha mikopo yenu kwa haraka, lakini pia tuweze kusonga mbele na maendeleo tuyapate. Mimi kwa majina naitwa Eliamani Mkiro Mafie. Nimetokea kijiji cha Ngwanekoli, kata ya Ngwanekoli. Kikundi changu nimetoka kikundi ambacho kinaitwa Jambo Minarani. Na tunafurahi sana kwa ajili ya mkopo huu ambao Mama Samia ametupa, kwa sababu unatuinua kiuchumi. Tuna matarajio yetu ya kwamba kikundi chetu cha Jambo Minarani tunataka kuinua biashara ya matofali, na tayari tumeshaanza. Ni kwamba tu kwenda kuinua ile biashara iweze kuongezeka na niweze kupata wateja kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuinua ile biashara yetu. Kwa hiyo tunashukuru sana huu mkopo, tumepata milioni 9 kwa siku ya leo, na tuna matarajio ya kwamba tutakimbizana nao mpaka pale ambapo tutaweza kurejesha ule mkopo, ile milioni 9 kwa wakati,
ili angalau tupate zaidi. Kwa jina naitwa Jainus Abbas Mariseri na kikundi changu kinaitwa Jainus Abbas Mariseri, na maana jina langu ndo jina la kikundi. Naishukuru serikali kwa kunipa mkopo kwa awamu ya kwanza walinipa mwaka jana, nimerejesha, nimemaliza. Hii ni awamu ya pili, nimepewa milioni 7. Naishukuru sana serikali kwa sababu nategemea kwamba hii milioni 7 itaenda kunisaidia katika maisha yangu, nitaenda kuboresha pale nilipokuwa nimefikia. Mwanzoni nilikuwa na duka la bidhaa za nyumbani la rejareja. Kwa baada ya duka, ina maana baada ya kupata mkopo nikaanza kuuza gesi. Kwa gesi nauza za jumla, gesi nauza za rejareja na wateja nawapelekea. Sasa hivi nimefanikiwa kutokana na ule mkopo niliopata milioni 1.5, nimefanikiwa kupata pikipiki 2. Kwa sasa hivi hizo pikipiki ndizo ninazotumia. Na gesi nasambaza natoka kwa mrefu na kuanzia kwa mrefu na kuja mpaka maji ya chai na Katiti. Kwa hiyo maana mpaka sasa hivi vijana wangu wapo kazini wanasambaza gesi. Kwa majina mimi naitwa Frank Vincent Kisaka, mwenyekiti wa kikundi cha ujamaa Group Leganga. Kwa mikopo hii 10% ya vijana, kina mama na walemavu, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutupatia mikopo hii. Tunaenda kufanyia jambo ambalo lengo letu limeliwekea maanani. Kama mkopo wa mwanzo tuliopataka tuliingiza kwenye mradi wa kilimo cha viazi na tulifanikiwa tukapata fedha, tumefanikiwa tukanunua na viwanja, sasa hivi tuko kwenye ujenzi. Kwa hiyo kwa hata mkopo wa mara ya pili tunaenda kufanyia jambo ambalo tunaenda kufanya kwenye malengo yetu na kuanza kuyatimiza. Kama mwenyekiti wa jamaa tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kwa sisi vijana na kina mama na walemavu. Tunasema ni asante sana. Pia tunashukuru bosi wetu wa halmashauri yetu ya Meru, Madam Zainabu, kwa kutusaidia na maendeleo yetu wote wa kata zetu zote hizi. Tumeshirikiana nao kwanza mwanzo mpaka mwisho mpaka hapa tulikofika.